الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين. Kwa muda huu mchache tulionao, nitazungumzia ahamul ashya allati yajibu ala almuslim fi'luha fi hadhihi alhaya qabla an yarhala. Hili ndilo jambo ambalo nimekusudia leo tuweze kukumbushana. Ahamul ashya, mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa kuyafanya kabla ya kuondoka katika huu ulimwengu. Wajua, ni kweli kila mwanadamu yuko katika pilika mbalimbali. Kuna yule pale yuko mbioni kusoma, huyu hapa anaenda mbio na kibarua kazini. Kuna mwingine naye anaenda mbio katika swala zima la biashara, pilika hiyo. Kuna huyu hapa naye ana shamba lake analiendea mbio, ni mkulima. Yule kule ni mfugaji. Yaani kwa maana hiyo wanadamu wako mbioni. Inna sa'yakum la shatta, hakika mbio zenu zinatofautiana. Huyu afanya hivi, yule afanya hivi, na ndilo ambalo Allah amewaumbia watu kwalo. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan, ewe mwanadamu, innaka kadihun, hakika wewe unajikusuru, unajipinda sana. Yani uko katika swala zima la shughuli, watu wako mbioni, lakini ila rabbika kadhan, shughuli zako hizo ndizo ambazo zinazokupeleka kwa Mola wako mlezi. Sasa katika Uislamu haukumwacha Muislamu awe kana kwamba anaishi hapa duniani hajui mambo muhimu ya kuyafanya. Mimi nadhani kwamba ikiwa wewe umepanga kusafiri kwenda kama Nairobi hivi, lazima uwe umepanga mikakati ya ile mambo ambayo umekusudia kwenda kuyafanya, na ukichunga wakati sana, na unajiwekea mpaka tarehe ya kurudi, na unapanga ni gari gani utakalo safiria, kuweza kujua nauli, sehemu utakayofikia na utafanya nini kule. Sasa hapa duniani, ndugu zanguni, lazima tuwe tumejiwekea jadwali, timetable ya yale ambayo yanayotakiwa kuyafanya muhimu. Ni kweli yapo mengi ya kuyafanya, lakini tuangalie ahamu. Wajua kuna almuhimu wal ahamu. Muhimu ni yale mambo ambayo unahitaji si sana, lakini kuna al-ahamu, yaliyo muhimu sana, ambayo haya yasikupite. Ndugu yangu, jihakikishia ya kwamba kabla hujaondoka katika huu ulimwengu, mambo haya muhimu
umeyatekeleza. Kwa hivyo leo tunataka kutaja orodha ya mambo ambayo ni muhimu kuyafanya kabla hujaondoka katika huu ulimwengu, ili usije ukajuta baadaye. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kuhakikisha unalitenda katika ulimwengu huu kabla hujaondoka, ibadatullahi watamassuku bid-din. Jambo la kwanza, hakikisha unamwabudu Mungu vile inavyotakiwa na kushikamana na dini. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu na ndilo lengo ambalo kwalo Mwenyezi Mungu amewaumbia viumbe. Yaani tumekuja hapa duniani ndugu zanguni kwa minajili ya ibada, halafu kuna mambo mengine tunayafanya pia. Kwa hiyo hili la ibada ni jambo muhimu. Isiwe wewe miaka inaenda hakuna mawasiliano yako na Mungu. Wewe uko duniani tu, ni pilka, ni kazi, nini, shughuli nyingi. Baada ya kufa utakuja juta, sababu hakuna anayebakia hapa, ni mapito tu. Sasa hii dunia isije ikakuhurisha ukajisahau na ukasahau lengo ambalo Mungu alikutuma, ya kwamba umeletwa hapa duniani kwa ajili ya ibada, na ndilo lengo kubwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu anasema sikuumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la ibada. Kwa hiyo hakikisha eka mbele yako ya kwamba ndilo lengo la kwanza, watamassuku bid-din, na hakikisha umeshikamana na dini. Na tunaposema hivyo ya kwamba lengo la kwanza fanya ibada na uhakikishe kwamba umeshikamana na dini, mambo haya ya ibada na kushikamana na dini uyafanye kwa ikhlas. Yani fanya kwa ajili ya Mungu. Yani kama ni kuswali, ni kufanya ibada yoyote, ifanye kwa ajili yake. Kama umeamua kushikamana na dini na mafundisho, fanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikri wa dua, na kumtaja Mungu sana na kuomba dua, wal istighfari, na kuleta istighfari. Yote haya yanaingiamo katika swala zima la ibada. Lakini hata hivyo, jambo la pili ambalo tuhakikishe tunalifanya katika ulimwengu huu, birrul walidaini. Birru alwalidaini, hakikisha ndugu yangu unawatendea wema wazazi wako wawili, baba mama. Na tunaposema kuwatendea wema ni kuwahudumia kwa uzuri na kuwaombea dua na kuhakikisha unaingiza furaha katika nyoyo zao. Na hii ni mada kubwa ambayo hatuna muda kuzungumzia. Nadhani umeona dini imetufundisha mtoto analazimika moja kwa moja kumtendea wema mzazi wake, awe ni Muislamu awe si Muislamu. Mzazi anabaki kuwa ni mzazi, kwa hiyo atendee wema. Na tukianza kutaja aya nyingi tu ndani ya Qur'ani zinazozungumzia umuhimu wa kuwatendea wema wazazi, na mtu asije akasema mimi baba yangu kisha kufa, mama hayupo, kwa hiyo hakuna tena kuwatendea wema. Kuwatendea wema kunaendelea. Alikuja mmoja kati ya maswahaba amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, ya Rasulullah, mimi wazazi wangu walikwisha tangulia,
Je, kuna wema unaotakiwa kuendelezeshea, kuwafanyia, au unakatika pale wanapokufa basi swala la kuwatendea wema linaisha hapo? Akamwambia la, watendee wema. Na miongoni mwa mambo ya kuwatendea wema wazazi waliotangulia mbele za haki, addu'a lahuma, ni kuwaombea dua. Kwa kama wewe huwaombei dua wazazi wako waliotangulia, basi huwatendei wema, si jambo zuri hilo. Unaona, wapo baadhi ya Waislamu huona kwamba baba kashakufa, mama kashakufa, wewe hakuna kuwatendea wema. Na ndio maana wanachuoni wakaeleza alama za mtoto mwema, yani ukitaka alama za mtoto mwema ni kuwaombea dua wazazi wake waliokufa. Yani wewe ukitaka kujijua wewe ulikuwa ni mwema kwa wazazi wako, basi utajiona unawaombea dua wazazi wako waliotangulia. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema atakaye waombea. Sasa hili neno mwema limefungamanishwa na kuwaombea wazazi waliokufa, na hapa ndipo panapoonekana kweli huyu alikuwa anawapenda wazazi wake, sababu akiwa hai ndio hivyo, maadamu wako hai na wahudumia. Lakini sasa itaonekana, je, wakishakufa, je, unawaombea dua? Au wewe tu ukimaliza swala wajiombea wewe peke yako, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, basi hakuna kujumuisha mzazi huko? Au umtolee sadaka kule haliko, anahitaji thawabu za sadaka. Ni wema huu wa kuendeleza. Mzazi alishakufa kweli, hayupo, panga siku umefanikiwa kidogo, tolee sadaka. Hadithi zipo nyingi ambazo zinazungumzia kuhusu kuwatolea sadaka waliotangulia mbele za haki, na pia kuendelezesha ile miradi ya khairati aliyoiacha. Baba anaweza akafa, alikuwa na mradi wake labda wa kila siku fulani, labda analisha maskini au anatoa sadaka, au kuna miradi anaifanya ya khairi, ambapo anapokufa, ikiwa wewe kijana una uwezo, ni bora kuendelezesha. Baba alikuwa akifanya hivi na aliacha mradi ulisimama wa khairi, wacha niuendelezeshe. Huko aliko itamfikia habari na litamfurahisha hilo. Lakini usiwe yule mtoto ambaye baba anapokufa basi wakfu alizoziacha, miradi ya khairi aliyoacha, wewe ndio unakuwa kikwazo. Sasa hakuna haya yalikuwa ni mafungamano yenu na mzazi, na hayupo, na mimi ndio mrithi, yameishia hapo. Basi huko utakuwa ni kumwasi mzazi. Kwa hiyo hakikisha jambo muhimu la pili hapa duniani, birrul walidaini, watendee wema wazazi, hayyan au mayitan, wakiwa hai au wamekufa. Lakini hata hivyo, jambo la tatu, islahul qalbi wal niyya. Hebu utengeze moyo wako, hakikisha unaboresha moyo wako, usafishe moyo wako. Islahul qalbi wan niyya, na uwe na nia safi. Hizi mambo ya ria kuswali unajionyesha, si unafanya mambo ya kujionyesha. Hebu usafisha moyo wako. Ikiwa unafanya ibada, fanya kwa ajili ya Allah, na hakikisha moyo wako ni safi mno. Na njia ya kusafisha moyo li tarkul hasad, hakikisha moyo wako unaondosha hasad. Acha mambo ya hasad,
yanauchafua moyo, walhiqdi, la chuki, walmaasiya, na kutekeleza madhambi kwa kuwadhulumu watu. Madhambi yote haya yanauchafua moyo. Watasamuh, jifunze kusamehe. Wa musaadatul muhtajin, wal afu wa tarkul ma'siya wal ikhlas. Yote haya ni kuimarisha moyo. Hakikisha unajiweka mbali na madhambi, kwa sababu madhambi yanauchafua moyo. Yani hakikisha moyo wako uko safi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yandhuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anaangalia moyo, aangalii mwili wa mtu jinsi alivyo, urefu, ufupi, rangi. Yandhuru ila qulubikum, Mwenyezi Mungu anaangalia moyo. Kuna huyo hapa, udhahiri wake, uwazi wake ni tofauti kabisa na undani wake. Watu siku hizi wanadhihirisha yasiyokuwa ndani ya nyoyo zao. Fi qulubihim marad, nyoyo zao zina maradhi mengi. Sasa Muislamu ahakikishe yuslihu qalbahu, anautengeza moyo wake, sababu siku ya Kiyama Allah anawahitaji viumbe wake waje kwake wakiwa na moyo uliosalimika. Huyu ndiye atakayefaulu siku ya Kiyama. Illa man ata Allah biqalbin salim, mtu mwema ni yule ambaye atakayemwijia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama biqalbin salim, akiwa na moyo uliosalimika, moyo msafi. Jambo la nne la kulifanya hapa duniani kabla hujaondoka, al-ihsan ila nasi, kuwatendea wema wanadamu wenzako. Al-ihsan, inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, Mwenyezi Mungu anawapenda wacha Mungu na wale wanaofanya ihsan, kuwatendea wema wenzake. Na kuwatendea wema wenzako bimusaadatihim, ni kuwasaidia katika mambo wanayohitaji unapokuwa na uwezo wa kuwasaidia. Walkalimatu tayyiba, na pia kuzungumza nao kwa maneno mazuri. Wasadaqatu, na pia kuwatolea sadaka, kuwasaidia wamekuhitaji kwa misaada yote ukawasaidia. Hii inaingia katika kuwatendea wema watu. Jambo la tano, talabul ilmi nafi', hakikisha katika huu ulimwengu kabla hujaondoka unaenda mbio kutafuta elimu yenye manufaa. Soma ni moja kati ya malengo muhimu. Usikae tu. Hivi sasa wengi wanajuta ambao hawakusoma. Wamefanikiwa wengi katika waliosoma. Kwa hiyo unaambiwa pia hili ni moja kati ya malengo muhimu ya kuyafanya. Soma ilmu dunia wa ilmu al-akhirah, elimu ya kutafuta pesa na elimu ya kutafuta akhira. Kwa hivyo Muislamu ajipinde katika swala zima la elimu, hakikishe amesoma elimu ya akhira, ambapo tunaposema elimu ya akhira huwa ni elimu tano: elimu ya kumjua Mungu, elimu ya kujua Uislamu, elimu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu ya kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndizo elimu nne: elimu ya kumjua Mungu, elimu ya kujua Uislamu, soma Uislamu; elimu ya kumjua Mtume, soma historia ya Mtume;
elimu ya kujua Qur'ani, isome Qur'ani. Hizi ndio elimu msingi wa dini, mabadiu ad-diniya, elimu msingi wa dini. Muislamu ajihakikishie kwa sababu hata akifa tu akiingia kaburini, swali la kwanza, maswali yanayoulizwa mle ni haya maswali manne: Mungu wako, mtume wako, dini yako, kitabu chako. Unaona, ndio maana inasema jihakikishie hizi umezishika. Kwa hiyo hili ni jambo la tano, talabul ilmi nafi', tafuta elimu yenye manufaa. Imefungamanishwa na neno manufaa. Kuna elimu nyingine hazina manufaa, ni kupotezana muda tu. Sasa soma elimu ambayo unajua hii itanisaidia kule mbele. Jambo la sita ambalo pia ni muhimu kuhakikisha unalitekeleza kabla hujaondoka katika ulimwengu, al-amal wa kasabi rizqi al-halal. Fanya kazi, jitahidi kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta riziki ya halali. Usikae tu kabla hujaondoka hapa duniani, hakikisha unafanya hivyo. Na ndio maana wengi wanafanya hivyo. Lakini sasa hakikisha unapoenda mbio kufanya kazi ile ambayo inakuingizia riziki iwe ni kazi ya halali. Na hii utaifanyaje? Itqanul amal, fanya kazi kwa bidii, kwa makini, usizorote na kuzembea, hatimaye ukafutwa kazi ukaanza kulalamika. Kwa hiyo sema atqinil amal, fanya kazi vile inavyotakiwa. Al-itqan, nenda kwa muda unaotakiwa, fungamanika na yale masharti yaliyowekwa, usije ukazembea katika kazi. La, hakikisha katika hiyo kazi jiepushe na mambo ya haramu kabisa. Isiyo kwamba kweli kazi ya halali lakini humo ndani unafanya mambo ya haramu. Hiyo ni shauri yako. Dini imetuhamasisha twende kazini, tufanye kazi, lakini haijatupatia uhuru ya kwamba fanyeni kazi yoyote. Imetuwekea vikwazo, hii usifanye, hii fanya, hii usifanye. Kwa hiyo unapofanya kazi hakikisha unafanya kazi kwa uzuri, alafu pia jiepushe na kazi ambazo unahisi zinakuvunjia heshima ya dini yako. Mungu haipendi hiyo kazi, wala hutobarikia, hutopata baraka. Kazi unayoifanya ambayo inavunja maadili ya dini yako, kazi inakukataza usifanye hivi, wakati dini imekwambia fanya hivyo, eti Mungu atie baraka hii. Utafanya kazi, utapata pesa, mikosi itakuandama. Kwa hiyo hadhari. Afadhali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam asema li an yahtatiba ahadukum, afadhali hata mmoja wenu afanye kazi ya kutafuta kuni, aende akusanye kuni aje auze. Hiyo ni bora zaidi kuliko kufanya kazi ambayo kuliko kukaa bila kutafuta kazi, au kufanya kazi ambayo itakuingiza katika haramu, baadaye siku ya kiyama ukajute. Kwa hivyo afadhali kubali kula ugali kwa chumvi kuliko kula ugali kwa nyama, lakini umezipata katika njia ya uvunjaji wa sheria za dini. Ambapo hapa hata nikianza kuzungumza hapa nitataja mambo mengi, lakini almuhimu, hakikisha ndugu yangu kazi unayoifanya isije ikakusababishia wewe kuacha mambo ya dini. Leo ni wangapi mabinti zetu, madada zetu, wengine mpaka wake zetu wanasafiri kwenda ng'ambo, kule ng'ambo, ni Uarabuni, ni wapi, wanaenda kufanya nini? Kazi, kuajiriwa, wakati dini imekataza hivyo. Lakini binti anaenda hivyo hivyo kichwa. Mke anaacha ndoa yake, majukumu ambaye yeye
anahitajika abaki ndani mwa nyumba ya mume wake amhudumie mume, anaenda kuwahudumia Waarabu. Nini? Wajua bana, maisha tusaidiane. Sasa kwani ulimuoa kwa ajili msaidiane maisha, au wewe unajua majukumu yako? Mke ana pati yake katika dini ya kucheza, wewe pia una pati yako. Mtume amekataza mwanamke kusafiri mwendo wa zaidi ya siku 3 bila maharamu yake. Hii nayo tunaweka wapi? Ndio maana hata katika sheria za hija mwanamke haruhusiwi kwenda hija. Wacha huko kwenda kufanya kazi Uarabuni, kwenda kuhiji ambayo ni ibada hii, anakatazwa asiende kuhiji mpaka awe na mahram, awe na mwanamume ambaye ni wa kifamilia, ni mume wake au ni kaka yake. Mahramu hao ilikuwa imewekwa hivyo hata Uarabuni, ule imewekwa, au labda wawe ni kigrupu, lakini tu yeye peke yake nenda kuhiji peke bado hujalazimika kuhiji, haiwezekani. Lakini mwanamume ameruhusiwa. Haya, ikiwa hiyo ni ibada unakatazwa, sembuse hiyo kwenda kufanya kazi. Kuna mdada mmoja alikuwa aenda au sasa mimi ameolewa waiacha ndoa yako kwenda tushasikizana mume wangu mimi naenda kufanya kazi, unajua nampatia mawaidha hivi au sasa wacha nini. Akaenda huko, baadaye amempata yenye kumpata, alipigia simu ustadhi na juta na vile afadhali hata nije huku na teso asipewi chakula sijui nini. Anasema hayo ndio unajitakia. Wajua kitu ambacho tunatakiwa tuambiane, wewe Muislamu usitake kujifananisha na mtu ambaye si Muislamu. Kafiri atabaki kuwa ni kafiri. Mwenyezi Mungu anawaadhibu sana Waislamu kuliko hata hao makafiri. Sijui mwalijua hilo. Lakini wewe ukiwa ni Muislamu unapofanya kosa unaadhibiwa haraka kuliko yule John. Nadhani katika khutba ya Ijumaa pia nilieleza. John anaweza akaenda benki akachukua mkopo wa interest wa riba akafanya biashara, wala biashara yake yaenda kana kwamba hakuna hasara. John anafanya biashara ya pombe na anajikusa inaenda. Wewe Muislamu jaribu kufanya hivyo, utaona utafanikiwa. Inaenda inaharibika hivyo because hivyo. Lakini wale hichi ndicho kipimo Mungu ameweka. Sasa usije ukaona Mary alienda Uarabuni akafanikiwa, wewe Muislamu nawe ataka ujaribu. Uenda ukapatwa na adhabu ya Mungu. Sasa kazi, tukisema tuingie kuzungumza swala hili, tutajikuta wengi tunafanya kazi ambazo ziko kinyume na dini. Mtume anasema hivi, wewe una kichwa. Safanya ima ajilan au ajilan. Adhabu ya Mungu iko kwa haraka, itakukujia au baadaye utakuja. Sawa, utapata pesa nini, jenga, fanya mambo, lakini baadaye utakuja lipa hizo gharama. Yaani utakuja patwa na mtihani ambao utajiona hizo pesa zote zimeishia. Kwa hivyo kuwa makini. Ni kweli tuishi hapa duniani kwa kutafuta kazi ya halali, ambapo hiyo kazi litahsili wad'i al-usra, ili kuboresha maisha ya familia. Wewe kama baba hakikisha unafanya bidii kuboresha maisha ya familia yako, wajengee nyumba, uhakikisha wanapata riziki ya halali. Ndio lengo hilo. Jambo la 8 la muhimu, al-inayatu bis-siha. Ni muhimu sana al-inayatu bil-afya au bis-siha, kuwa makini na kulinda
afya yako. Hakikisha hili unalifanya. Leo wengine wanajuta, wanalia vitandani kwa sababu ya kutolinda afya zao kabla. Tunashukuru siku hizi madaktari ni wengi, wanaotoa nasaha za afya ni nyingi. Usile hichi, usifanye hivi, usifanye hivi, ilaharibu afya yako, usifanye hivi. Sasa makinika, linda afya yako, jiepushe na yale yaliyosemwa yanaharibu afya, kwa sababu usije mbona fulani anatumia, mbona. Wajua pia tunaambiwa hii mili hii inatofautiana. Kuna huyu hapa anatumia atakufa polepole, kuna wewe unatumia unakufa hapo hapo. Nyuma tukataza sigara. Mimi babu yangu alivuta sigara mpaka amezeeka, bado amedhurika wapi? Sasa huyo babu ndio kipimo. Mbona fulani anakula mgokaa tu siku nyingi, wasema migokaa ni haramu, inadhuru. Mbona fulani tokea mimi namuona yule mpaka saa hii. Yaani watu wanajipima kwa wenzao, mbona fulani, mbona. Sasa kitakapokukuta sasa, utajikuta wewe peke yako ndio uko hospitali, unahangaisha watu. Mbona sitembelewi, mbona silipiwi, mbona sibuliwi madawa, mbona sitafutiwi madaktari, wakati wewe ulikuwa unazorotesha afya yako. Kwa hivyo tujilinde na vitu ambavyo vinaharibu afya, vinginevyo tutaweza kujikuta lia vitandani. Kwa hiyo tulinde afya zetu kwa kukula vyakula vinavyohitajika na kujiepusha na ulaji wa vitu ambavyo havihitajiki. Na pia hapo wasema mtu ajilazimishe kulala usingizi na utakiwa, ya kwamba wewe usije ukabadilisha sunna ya Mungu. Mwenyezi Mungu ameeka ya kwamba usiku ni subata, ni kulala, na mchana ni kuangaikia maisha. Sasa wewe unabadilisha, eti mchana ni wa kulala, alafu usiku ni wa kuangaikia maisha. Sasa hiyo ni kinyume. Waulize madaktari, huu mwili je, huwa unafanya kazi usiku? Yaani mtu usiku mwili unabadilika, unakuaje? Lakini watu wanafanya hivi shift za usiku, wafanya kwa ajili ya kazi, lakini baadaye ndio sasa wanapata na matatizo ya kukosa usingizi. Sasa wallahi usiku wapita hivi jicho halifungi, sababu wewe ulikushabadilisha ile sunna. Sasa hivi unajaribu kutaka kurejesha, inakuwa ni shida. Wariadha, sema pia Muislamu ajitahidi kufanya mazoezi. Jambo la sita, la nane. La saba tumesema mtu kulinda afya. La nane, hifdhul waqti. Muislamu ajitahidi achunge wakati, usipoteze wakati. Hukuja hapa duniani kujiketia tu, muda waenda. Walio makaburini, waliokufa wanatamani nafasi hii. Kwa maana tunaona mtu akifa analeta kilbakia, lakini washakufa. Kila mmoja amepewa muda wake wa kukaa hapa duniani. Wewe hapo umepewa miaka 40, yule 60. Wewe utaangalia utafanyaje ndani Sasa usichezee wakati. Allah ametupangia jinsi ya kutumia wakati wetu. Fa idha faragta fansab, ukipata faragha basi jipinde katika ibada pia. Ukimaliza kazi fanya hivi, ukimaliza jua jipangie timetable yako, mimi kimaliza hivi nafanya hivi, nikimaliza hivi. Lakini sasa wenzetu wametuletea hizi simu, ndugu zanguni, zinakula wakati wetu. Kwanza kuna mtandao huo unaitwa TikTok. Huu ndio sasa
unakula wakati wako, unakula umri wako. Mwanachuoni mmoja limuona alipokuwa anasherehesha, asema nyinyi hamjajua maana ya TikTok. Neno hilo linamaanisha wakati unaenda. Wamechukua sauti ya mshale wa saa. Ule mshale wa saa una sauti ya TikTok, yani mshale wa saa. Kwa hivyo ya kwamba kifaa hichi au programu hii inakumalizia muda, na kweli walioingia huko muda wao unaenda, wanapoteza muda ule, tena wanapoteza kwa vitu ambavyo hata havina manufaa duniani, kutukanana, mcheshi mwingi. Lakini Muislamu ni mwanadamu ambaye dini yake inamfunza aweze kulinda wakati wake. Jambo lingine muhimu la 9, hilo lilikuwa la 8, kulinda wakati. Jambo la 9, binau alaqati tayyiba, tengeza mahusiano mazuri na watu. Hakikisha unatengeza mahusiano yako yawe mazuri. Alaqatu tayyiba, mahusiano yawe mazuri. Wasema ma'al usra, pamoja na familia yako. Hakikisha familia yako una uhusiano nao kwa uzuri. Usiwe ni mume mbaya, usiwe ni mke mbaya kwa watoto, kwa nani. Hakikisha mahusiano yako na familia yako ni nzuri. Walnasi, la mahusiano yako na watu ni mazuri. Waljiran, hakikisha mahusiano yako na majirani pia yawe ni mazuri. Isiwe kila mmoja fulani bana. Na hii itajengeka kupitia kwa ulimi wako, sababu huu ulimi ndio unaanza matatizo. Lakini Muislamu akilinda ulimi wake na akawa ni mwenye kutengeza mahusiano yake na familia yake, majirani na watu, basi ataweza kuishi kwa amani. Ya mwisho yalikuwa ni 10. Ya 10 ambayo ni ya mwisho ni ya kwamba fi'lul tarku athar tayyiba, kuacha basmat, acha alama nzuri, acha kielelezo kizuri. Yani jiulize wewe, mimi nikifa nitakuwa nimeacha historia gani? Hakikisha pia unaacha historia nzuri, usije ukafa huku watu sasa huku wanakusema kwa ubaya, fulani bana, tashukuru kisha kufa, fulani bana ameacha. Sasa hakikisha unaacha nini? Na leo watu wanajirekodi hizi rekodi hizi ni kwamba ni vitu ambavyo unaviacha, baadaye ukifa bado vipo. Sasa Uislamu uhakikishe unaacha nini? Wewe ukishakufa unaacha nini? Unaacha historia gani? Leo watu hata vijana wa Kiislamu wanajirekodi hivi, wanaacha historia mbovu, historia ya vitu ambavyo havina manufaa, kama ni jimbo, kama ni mambo ya kuchekesha yasiyo na maana, vitu vingi wanaviacha wakifa, ambavyo vinakuwa vina muendelezo. Ndio historia walioacha. Lakini Muislamu anaambiwa aache historia nzuri. Fanya jambo, mimi nitafanyaje nikifa nimebakisha jambo zuri? Wasema sadaqatu jariya, hebu acha sadaka yenye kuendelea. Acha sadaka yenye kuendelea, chimba kisima, watu watakuwa wanatumia liathari uliyoiacha, ambayo watu wananufaika. Kisima cha nani hichi? Cha fulani. Kila anayekunywa maji pale unapata thawabu. Wal ilmu nafi, na pia acha elimu yenye manufaa.
wafundishe watu Qur'ani. Kila wakisoma Qur'ani wewe kule unapata thawabu. Wafundishe watu elimu za dini. Kila watakapokuwa wanaelimika kwa elimu ile, wewe ukifa bado wana. Kwa hiyo mtu aangalie ni kitu gani mimi nikiondoka nitakukupa kwacho, au utakuwa bado unapata thawabu. Mtume akasema pia gharsu shajar, panda mti, otesha miti, itabaki ile miti ikiota, wewe ukifa, yule ndege anayekuja kujituliza pale kivulini, mti mzuri kuna kivuli hapo, unapata thawabu. Ndege anakuja anajenga nyumba pale. Kwa hiyo haijalishi iwe ni mti wa matunda au si wa matunda, almuhimu akaja msafiri au pita njia, pana kivuli hapa, akakaa chini ya kivuli kile, basi wewe kule unapata thawabu. Kununua mishafu, kuleta madrasa, watoto wanasoma Qur'ani. Si lazima iwe ni mingi, hata msafu mmoja, wacha huu likajiekee. Sasa inakuja hapa, unapoleta ule msafu usidhani lakini utasomewa utakatika alafu thawabu. Yule mtoto amefundishiwa ule msafu, kila akisoma herufi moja huwa thawabu zake ni 10. Thawabu 10 herufi moja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akisoma hivi, wewe yeye akipata thawabu 10, na wewe pia unapata thawabu 10. Sio eti zinagawanywa 5 10. Haya, amesoma, ametumia ule msafu ambao ndio ulikuwa mwongozo wake wa kujifundishia Qur'ani, ule msafu umeisha. Je, thawabu zimeisha kwa yule aliyenunua? Huyu mtoto ambaye aliutumia ule msafu kujifundishia, kwa kuwa ule msafu ndio chanzo cha ujuaji wake wa kusoma Qur'ani, basi kila akisoma Qur'ani wewe unapata thawabu. Unaona, ndio athari hii ambayo watu waache baada ya kufa. Lakini tukasisitiza, kama mtu ameamua kuleta ni juzuu limashaf hivi sasa tu azilete kuanganyia wanafunzi, asilete kuweka msikitini. Huu msafu kasala nyumbani, wacha niupeleke msikitini, utabaki kama hii ubaki hivi. Miaka kwenda, watu siku hizi hawashiki hivi. Hata Ijumaa, zamani ilikuwa watu wakiingia Ijumaa tusome Qur'ani, usikia kama sauti za siku hizi hakuna. Simu zimechukua nafasi. Kwa hiyo misafu imebaki kama fashion tu ya kupambia msikiti. Wewe maskini umenunua msafu wako, wacha nipeleke sadaka msikitini, itakaa hapo inakaa haisomi. Kwa hivyo ni afadhali nunua, mpatie mwanafunzi, sababu huyu mwanafunzi kila akija anasomea. Kwa hiyo haya ndiyo mambo 10 muhimu ambayo Muislamu anatakiwa ayatekeleze hapa duniani kabla ya kuondoka. Tumesema la kwanza ni kuhakikisha unafanya ibada na kushikamana na dini. La pili, kuwatendea wema wazazi. La tatu, kuhakikisha unautegeza moyo wako na uwe na nia safi. La nne ni kuwafanyia watu wema. La tano ni kutafuta elimu yenye manufaa. Ya sita ni kufanya kazi ambayo itakuingizia riziki ya halali. Ya saba ni kulinda afya yako. Ya nane ni kulinda na kuchunga wakati. Ya tisa tukasema ni kutegeza mahusiano yako na waliokuzunguka, wakiwemo familia yako, majirani na wanadamu kiujumla. Ya 10 ni kuacha mambo ya khairat baada ya kufa. Hakikisha kuna mambo ya kheri unayaacha ambayo utakumbuka kwayo, au ndio basamati, ndio fingerprint ambazo unaziacha baada ya kufa kwako, utakumbuka kwazo, au utakuwa unaandikiwa thawabu baada ya kufa. Tuombe Allah atujalie ni wale wenye kusikia maneno ya sawa na kufuata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta
wa nastaghfiruka wa natubu